steady and very stable. There is no problem and there will be none whatsoever. You know, many people are still in denial. Wale ambayo walikuwa na mpinga rais, including the media, the Starndard newspaper, ambayo ni ya Kijana ya Moi, they are still in denial. They are still looking for a way how this government can have a problem. Wanaota ndoto ati rais na naibu wake wanaweza kosana. Sasa mimi na watu ya Mlima Kenya, Uhuru Kenyatta wa sawa sana wa president, alikuwa anatupeleka barabara hiyo, tukasema hapana. Huyu kijana ya Sugoi tunamjua, tunampenda, hakuna haja tukosea, ametusaidia, ni mchapa kazi, ako na maono, tukaamua tumchague. We mobilized. Hawa watu hawa magazeti walikuwa nasema Mkikuyu hawezi chagua kabila ingine. Sidi walikuwa nasema? And we did. They have not given up. If something small tumesema, wanachukua microscope kuangalia kama iko shida. Mimi nimesema watu ya Mount Kenya waungane. Because unlike the people of Rift Valley, mimi nilisaidia rais na nilijaribu, lakini sikufanya vile ningependa. I would have liked to do much better. I gave President William Ruto from the mountain 87%. I lost 13%. I am looking for that 13% to give William Ruto in 2027 100%. Sasa nikisema hiyo wanasema there is a problem. Sasa iko shida gani? Hii kutafuta watu wa Azimio. Na hiyo watu haku wameenda Azimio kwa kupenda, ni kulazimishwa. Kushikwa Friday, kufungiwa account, kuhaku haras. Sasa hiyo watu wananitafuta wanasema sisi tulikuwa tumetishwa, turudishe nyumbani. Mimi nimesema, nimeita hawa watu ya mlima, nimesema I want to bring everybody on board behind President William Ruto. Wameweka headline, labda iko shida. Kwa nini DP anaunganisha watu ya Mount Kenya? What problem can there be when we are trying to say the 13% tulete na ile 87 ikuwe 100 kwa 100? Iko shida gani? And you see, these people have a problem. When the people of Western met the other time, wakasema anataka ungane, hakuna headline waliandika. Lakini wakisikia mimi nataka kuunganisha Mlima Kenya behind William Ruto, ni balaa. And you see what is happening is that these Azimio characters and the press, they are blaming me ati wamekatazwa kuja kwa handshake. Sasa mimi, nyinyi mnataka hiyo handshake? Mimi ni mtu ya kuchukua amri kwa raia. Sasa sasa rais akienda huko Nyanza, kazi yao tu ni fitina. Huyu deputy president hataki tukuje. Mimi nataka wakuje, lakini si wakuje kuchukua nafasi ya watu yangu ya Rift Valley na ya Mlima. I have no problem. Let them come. Kama wameamua kusupport rais, they are welcome. But the way the governor has said, the president and I are not foolish. And we are buddies, we are great friends. Even if we are speaking separately, we are saying the same thing. Tunasema kitu kimoja. Nasema, wewe rais enda msituni. Utafute huko ile watu walipotea mizio ile yote unaweza lete, chukua, tafuta na ukaunganisha Kenya, na kwa sababu hao wanalipa kodi uwafanyie kazi. Lakini ngome lako la Mount Kenya na Rift Valley ikuwa inachungwa. Unajua mimi nasema acha mimi nitegemee ile iko kwa mko. Si ile iko msituni rais atafute. Mimi wacha nichunge ile iko nyumba. Mnataka nichunge ya nyumbani? Sasa rais hako huko Kisumu wapi? Anatembea. Sasa kama ningekuwa na yeye nani angekuja kuchunga nyinyi? Mnataka tuache kuchunga nyumbani? So mimi niko Mlima, Rift Valley Mlima. Wananiingilia, huyu ni naibu rais wa Kenya, mbona anaenda Rift Valley, anaenda Mlima, anaenda Rift Valley. For the time being nitakaa hapo. Wacha rais asunguke, aende Kisumu, aende Kisii, aende Kakamega, aende kila pahali. Ile atapata aniletee, niongeze na ile yetu. And let me say, wananikashifu mimi ya kwamba ninakumbusha rais ya kwamba hata tukipeana kazi
tukumbuke zaidi wale walisimama na sisi, because kila mtu sasa anakimbia kwa rais kwa sababu ni rais. Siku alikuwa pale akiwa na shida mingi, hiyo watu walikuwa na yeye. Sasa wote wamefika. Ile bidii wa